unaweza kuwa unajiuliza unawezaje kuwa na furaha, au tekniki gani utumie, mbinu gani utumie ili uwe na furaha? Mbinu ya kwanza, anza kuwa na tabia ya kushukuru kila siku, kila wakati, kwa kila jambo. Ukiamka shukuru kwa mzima, shukuru kuwa na afya, shukuru kwa kuwa hai, shukuru kwa kuwa una watu ambao wanakuzunguka, shukuru kwamba una watu unawapenda, shukuru kwa baraka alizokupa Mwenyezi Mungu, na wala usiangalie vitu vikosa. Angalia vitu ambavyo unavyo, usiangalie vitu ambavyo umevikosa. Unachokipata kidogo, shukuru, pambania kikubwa zaidi. Kila unachokipata kuanzia asubuhi mpaka jioni shukuru. Ikifika usiku wakati wa kulala, shukuru kwa wakati uliokuwa nao, shukuru kwa kumbukumbu nzuri, shukuru kwa kila jambo. Kwa hiyo ukiwa na tabia kushukuru itakusaidia kuwa na hali nzuri na hamasa ya kuishi, lakini pia na furaha itaongeza, kwa sababu utakuwa na uwezo wa kujiamini, kujithamini, na hata kuona mtu ambaye una manufaa katika maisha yako. Jambo la pili, kuwa na tabia ya kusamehe. Kusamehe maana yake ni kuamua kuachilia yale yaliyopita yabaki kwa nyuma kama historia, na kuamua kuishi leo yako na kuweza kufocus na mambo yanayokuja mbele yako. Hauumizwi tena na kumbukumbu za nyuma. Unaishi kulingana na wewe ulivyo, umekubaliana na kila hali, unaamua kusonga mbele bila kukwamishwa na hatari yoyote ambayo ilisababishwa huko nyuma. Kwa hiyo kifungo cha nyuma unakiachilia, kwa sababu usiposamehe maana yake unaruhusu matukio ya nyuma ya kuendeshe, ya kutawale, ya kuweka kwenye gereza ambalo umejiweka wewe mwenyewe. Kwa hiyo ukisamehe maana yake umeamua kuachilia na kutokubeba chuki, kwa sababu ukibeba chuki sasa unalishika kaa la moto, unategemea limunguze mtu mwingine wakati liko mkononi mwako. Kwa hiyo kusamehe, kuachilia na kusonga mbele ni mbinu bora zaidi ya kufanya uweze kuwa na furaha na amani. Mbinu ya tatu ni kuwa na tabia ya kutoa msaada, aidha kwa maneno, kwa huduma au kwa mali. Kama unaweza kumpa mtu faraja, mpe faraja. Unaweza kumsaidia mtu kwa hali, msaidie. Unaweza kumsaidia mtu kwa mali, msaidie. Kitendo cha kumsaidia mtu kunakusaidia kuisafisha nafsi yako na kusafisha nafsi ya mtu mwingine. Kwa hiyo unajisaidia wewe mwenyewe, pili unamsaidia mtu mwingine. Unapandisha amani yako ya moyo, na pia unapandisha hali ya kujiona unajiamini, na unaongeza kiwango kikubwa cha oxytocin na endorphin, unapokuwa unajisikia vizuri wakati mwingi zaidi. Lakini kitu cha 4 ni kufanya mazoezi. Fanya sana mazoezi. Fanya sana mazoezi asubuhi, fanya mazoezi jioni. Kama unaweza kufanya mara 2 kwa siku sawa, unaweza kufanya mara 1 sawa. Lakini tena kufanya mazoezi mara kwa mara inakusaidia kupunguza maumivu ya moyoni, kwa kupunguza kiwango cha cortisol ambayo inasababisha maumivu mengi ya kihisia, lakini na kuongeza endorphins pamoja na serotonin ambazo zinasaidia kuongeza hali ya kujithamini, kujijali na kuwa na furaha wakati wote na kupunguza maumivu. Lakini jambo la 5 au tekniki ya 5 ambayo ni muhimu pia ni kulala kwa wakati. Lala mapema na kwa wakati. Usishinde sana mitandao ya kijamii, usikae sana kuangalia TV. Ikifika muda labda saa 3, lala ili uhakikishe akili yako inatulia, usingizi unakuwa mzuri, unaenda kufanya recovery ya sehemu zote, lakini pia unapata utulivu, kwa ukiamka unakuwa mtu mpya. Kwa hiyo ukiwa unalala mapema na kuamka mapema na kusaidia kuwa na utulivu wa akili, lakini pia unapunguza kiwango cha stress na kuwa kidogo zaidi. Na jambo la 6 ambalo la mwisho kabisa ambalo ni nzuri, kuwa na tabia ya kuishi maisha yako. Jifurahie wewe mwenyewe, tengeneza kumbukumbu nzuri. Anayekupenda mshikilie, asiyekupenda achana naye. Anataka kuondoka mpe kwa heri, anataka kubakia kaa naye, anataka kuja mruhusu. Usiweke kinyongo, usiweke chuki. Jipende kwanza wewe mwenyewe kabla ya kupenda watu wengine. Jambo hili litakusaidia kuishi vizuri. Acha kujilinganisha na watu wengine, acha kujipambanisha na watu wengine, acha kutaka maisha ya haraka. Kuwa na shukrani, lakini pia kuwa na ile hali ya kuridhika, na muamini Mwenyezi Mungu. Kwa sababu ukimwamini Mwenyezi Mungu utaamini kwenye kudra zake, maana yake unachokipata ni cha kwako, unachokikosa si cha kwako. Ambacho chako kitabaki kuwa kwako, ambacho sio chako utaona kitaondoka. Kwa hiyo kinachoondoka kipe kwa heri, kinachobaki kishikilie, kinachokuja kishukuru. Baraka ni za kwako, maumivu yasikae katika akili yako, ila funzo libaki moyoni mwako.